Okay, asanteni sana ndugu zangu wapenzi. Bwana wabariki sana tena sana na karibuni. Pastor Imani, you are welcome. Amen. Welcome man of God. Niko na Pastor Imani tena. Other you can see we are together with the man of God, Pastor Imani. He is my friend, he is a man of God. So we have been together kwa muda hivi na tumejuana sana haswa kiroho, na hivyo Mungu ametukutanisha, ametufanya kuwa pamoja. Na nimeamini ya kwamba Mungu kutukutanisha huku kuna lengo kubwa sana kwa ajili ya uzima wa watu wake. Mungu anakupenda. Amen. And really Mungu anatupenda. Amen. And God loves you so much, Pastor. Very much. Yes. Thank you. And God loves all of us. Amen. Na huu ndo upendo wa Mungu kwetu. Amen. Mimi nafikiri hakuna raha kabisa ya kuishi hapa duniani kama kuishi mtu akiwa Mkristo. Amen. Yani kuna raha nzuri sana. Yes. Hata kama ugusi mamilioni, lakini unasikia unatulia katika moyo wako. Yes. Yani hata kama hujajenga magorofa, yes, but you feel good. Yes. Nimeona hata mtu mmoja anakuja kwa mtumishi mmoja wa Mungu, anakuja kumkopa $10,000. Na mtumishi mwenyewe hajawahi kugusa hata $100. Yes. Mpaka mtumishi akacheka. Akasema unakuja kunikopa ngapi? $10,000. Ndani sina hata 200. Hata 200 hana. Kwa hiyo ni nini? Kuona ule utulivu. Anaona mtu anatulia, yuko kama nafikiri jamaa atakuwa na hela. Yes. Kumbe ana Yesu tu. Amen. Na ndio maana tumekuja tena watoto wa baba, ili kwamba tuendelee kuambia yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Amen. Katika maisha yenu na katika maisha yetu. Na ili msifikiri mnajifunza nyinyi tu, na sisi pia tunajifunza. Tunajifunza. Yaani neno la Mungu liko hivi. Yes. Unaona unapiga huku na linakurudia. Linakurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo all what is happening here, msifikiri mnajifunza wenyewe, na sisi pia tunajifunza. Yes. Msifikiri mna haja ya kuombewa wenyewe, na sisi pia tuna haja ya kuombewa. Tuna haja pia ya msaada kama huo. Niongeze tu jambo moja hapa, nafikiri kuna comment ambazo tumejibu katika hii episode 10. Amen. Na yale maneno msifikiri ya kwamba yametoka kwangu au ya kwa Pastor Imani. Yale ni maneno ambayo Mungu, si ndio hivyo mtume? Mungu mwenyewe ndo amesema wale watu tujibu zile comment zile. Ndio maana mmeona zimejibu, na ni comment ndefu sana. Na huo ni ujumbe maalum wa Mungu kwa hao watu. Kwanza mimi nilikuwa ninaambia Pastor aje aiseme hapa hivi, ili kwamba hao watu wajue Mungu amejibu kulingana na comment walizo comment. Kumbe Mungu anaona pia comment zetu. Yaani ukicomment hapo Mungu anakuona pia. Jamani, jueni kucomment. Hao walicomment na leo Mungu akaja kuwajibu kupitia Pastor Imani. Pastor Imani alikuwa nyumbani, Mungu akaja kwenye maono, akaanza mletea majina ya hao watu walio comment na kila mtu jibu lake. Mambo ya ajabu sana. Ya ajabu sana. Mpaka nimeshangaa. Kumbe Mungu anaona comment zenu kwenye YouTube na anazijibu. Basi nisiongee mingi. Umeniambia nisiongee sana. Karibu sana Pastor. Nafikiri leo utaanza na kujibu baadhi ya maswali ya watu ambao yameulizwa na kwenye comment. Basi you are welcome man of God. Thanks Pastor. Asante pia. Thanks very much. Asanteni sana tena sana. Tunashukuru na tunaendelea kuwashukuru kama Pastor alivyosema. Haya walengi nyie tu, yanatulenga pia sisi. Na pia vile vile tunaendelea kujifunza. And please keep subscribing, please keep commenting. Please keep sharing the link. Keep sharing, gawaneni na watu wengine. Gawanye link kwa watu wengine. Tunataka ujumbe ufikie watu wengi sana. Tunaona tu kuna views kama 2,000, 3,000, bado ni ndogo sana. Kwa hiyo tusaidizeni sana kwa kushare zile links na watu wengine, ili wote tupate kufaidika. Na kama hakuna watu wengi wamesema kwamba nimechanganyikiwa, mafunzo ni makubwa na naona kama ni mazuri, lakini nimejikuta nachanganyikiwa. Kwa hiyo ndio sababu leo tumefanya tujibu kwanza maswali na to clarify yale ambayo tumeshayasema, ambayo yanaweza kuwa yameleta watu kuchanganyikiwa, kwa sababu sio vizuri. Kwa hiyo ndio kwa sababu mchungaji kasema mbele kwamba tajibu maswali kwanza leo. Na maswali yakiwemo je, Yesu aliwaambia wanafunzi wake matakwa yao juu ya maisha yao? Je, Yesu aliwaambia? Na labda tuseme tu kwa uharaka kwamba
Yesu hakwenda barabarani kuogota mtu ni mtu tu. Hapana. Watu walikuwa ni wengi. Lakini walikuwa wale ambao mapenzi ya Mungu yalikuwa juu ya maisha yao, kwamba wao wawe naye na waanze pamoja naye, na kuwapitia wao nasi pia tukue joined among them. Kwa hiyo walioitwa yalikuwa ni mapenzi ya Mungu juu ya maisha yao. Kwa hiyo mwingine akasema, mbona Mungu hajakuonesha mapenzi ya Mungu juu ya wafuasi wafuasi? Mungu aliwaonesha, na ndio kwa sababu aliwaita wamfuate. Ina maana ule wito wa kusema kwamba nifuateni, hii kuwa tu Yesu kwamba aliwaona eti wamependeza au wao ni wamaskini au wao ni watoza ushuru au ni wavivu tu. Hapana. Yesu alikuwa anafuata mapenzi ya Mungu juu ya wale watu. Ndio kwa sababu amewaita. In fact, Yesu alifunga kabla ya kuwachagua. Alikutana na Petro akamwambia nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. So si ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Kwa hiyo katika mapenzi yake ilikuwa yeye ni mvuvi wa samaki. Kama mchungaji alivyosema, ametusaidia kuongeza kwamba akamtoa katika uvuvi wa samaki kumrudisha katika mapenzi ya Mungu, uvuvi wa watu. Na je, Mungu angenifunguliaje hayo ya watu wengine ambao wapo makaburini? Itasaidia nini kabisa? Kwa hiyo swali la kwanza nafikiri kwamba tumelijibu. Na tunaelekea katika swali la pili ambalo linakuja kichwani kwamba je, mimi nimeachika na mume wangu, eti anipendi tena, je, naweza kuolewa? Naweza kuolewa tena? Hizo ni swali ngumu sana jiwe, lakini hakuna kigumu mbele ya Mungu. Na mchungaji, unaweza kutusaidia kujibu hapo? Hamna, wewe ungejibu wewe. Hapana, wewe jibu. Yes, wewe una knowledge kubwa zaidi yangu kwa haya. Hapana, unaona pastor, watu wanakuaminia na watu wengi kwa sasa hivi kama wanakuja hapa kutazama, it's because they want to hear from you. Amen. Wanataka wasikie kutoka kwako. Kwa hiyo wewe unaweza ukajibu kwanza. Mimi nikiwa na kuongeza naweza nikaongeza. Alafu unaongeza. Yaani maswali mengi yamekuja kwa sababu ya ndoa. Maswali mengi yalivyokuja kwa sababu ya ndoa, I think there is more than 10 questions all asking about marriages. Na wengine wanalaumu kusema kwamba ukisema kwamba unarudi katika hii topic haurudi tena. Nimesoma hiyo pia. Kwa hiyo ukisema kwamba tutaisema katika episode ijayo inakuja kutokea kwamba haisemwi tena. Kwa hiyo ni vizuri leo tunayamaliza ili tuendelee tena. Kwa hiyo ndoa ni kitu muhimu sana katika Ukristo. Na kulingana mafunuo ambayo ninayo kuhusu ndoa, it's beyond what we know. It's beyond what we know. Ni ndoa, kwa mafunuo ambayo ninayo, ndoa ni muungano wa watu wawili ambao wameungana na kujitoa mwanga kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo ndoa. Ina maana muungano wa watu wawili ambao wanajitoa mwanga na kujiunga kuanza maisha ya upamoja wakiongozwa na neno la Mungu. Sasa sito kujibu kimwili, hapana. Nitakujibu kiroho. 55% au 75% ya wanandoa wanaofikiri kwamba wao ni wanandoa lakini kwa Mungu sio wanandoa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanaenda kinyume ya matakwa ya Mungu juu yao. Mwanzilishi wa ndoa katika kitabu cha Mwanzo ni Mungu. Kwa hiyo ukienda kinyume cha neno la Mungu, haupo tena katika ndoa. Na ukitoka katika ndoa, wewe unafikiri kwamba upo katika ndoa, lakini haupo katika ndoa mbele ya Mungu. Upo katika uzinzi. Usipoishi kulingana na maneno ya Mungu katika hiyo ambao katika huo muungano ambao wewe unauita kuwa ndoa, ndoa ina siri kubwa. Kuna mwanamuziki tulivyokuwa watoto ameimba kwamba ndoa ina
siri kubwa ndoa ina. Mamangu mzazi anazipenda sana hizi nyimbo, na anapenda mwanamuziki wa Tanzania yule. Anapenda mwanamuziki wa Tanzania ambaye anaitwa Bahati Bukuku. Ni Bahati Bukuku. Yes. Anapenda sana nyimbo za Bahati Bukuku. Okay. Na alimpa dadangu wa mwisho jina la Esther kwa sababu ya ule mziki wa Bahati Bukuku. Esther. Okay. Kwa hiyo dadangu wa mwisho kwetu, I think Esther. I believe she's about 15 years now. Okay. Anaitwa Esther. Kwa hiyo mamangu anampenda sana Bahati Bukuku, anapenda sana mpaka akampanga Esther. Hadi akamwita Esther kwa ule wimbo Barua ya Amani. Okay. Kwa hiyo anapenda sana. Kwa hiyo amesema kwamba ndoa ina siri kubwa. Na hakika na kuambia ndoa ni zaidi ya kile ambacho sisi tunachofikiria. Mimi nilivyokuwa katika mafunzo ya utakatifu, nimegundua kupitia wanandoa wote wawili wakiwa watakatifu, kumbe mmoja hana nguvu za kumresurrect mwingine, kumfufua mwingine. I've learned that. Yeah, that is true. Yani ni katika mafunzo ya utakatifu niliyopitishwa na Mungu, nimegundua kwamba nyie mkiwa katika ndoa ambao ni muungano wa watu wamejiunga mwanga kuishi kulingana na maneno ya Mungu, na wote mkiwa katika maneno ya Mungu, ndo ule upamoja wenu wa ndoa una nguvu. Umoja hakifa kati yenu kwa udhaifu wa mwili, kwa udhaifu wa mwili kupitia magonjwa ya kawaida, kwa sababu pia kuna magonjwa ya kawaida na kuna magonjwa ya kishetani. Magonjwa ya kawaida yapo. That is true. Hiyo ni muhimu sana watu kujua kwamba kuna magonjwa ya kawaida, yapo magonjwa ya kawaida yapo ambayo hujarogwa, hujafanya, yamekuja. Watu wafahamu hilo. It's very important. Sababu sio kidogo FIFA kama nimerogwa na sijui nini. Na ningependa tu kwa waraka ningetoa ushauri kwa wana maombi, tuwe makini sana. Tusikilize roho wa Mungu. Tusiende kulingana na mawazo yetu. Kwa sababu nakumbuka with the limousine in Goma. Lile gari la limousine. La limousine. It's 12 meters long. Mita 12 za urefu. Hilo ni gari ndefu. Na gari yangu mimi na upango wangu mimi, nyumba imekula mita 12 kwa 8. Sasa ikawa ameacha upango tu wa mita 9. Kwa hiyo haikupata nafasi pale uwani. Nikatafuta sehemu kwa rafiki yangu kwenda kuipaki. Mama wa maombi katika ule upango akasema kwamba nataka isilale hapa hata siku moja, maana hii sio gari, Mungu amenionyesha ni nyoka. Kuweni makini sana. Kuweni makini sana mama zetu wa maombi. Mungu anawatumia vikali sana kusaidia jamii letu, taifa letu, lakini hiweni makini kutumikisha mawazo yenu katika kazi mmeitwa na Mungu kuifanya. Na hongereni sana kwa kazi mnayoifanya. Kwa hiyo hiweni makini. Kwa hiyo nguvu za ndoa, ndoa ikiishi kulingana na misingi ya kibiblia. Amen. Hiyo ndoa ni zaidi ya tuonavyo sisi. Ni zaidi ya tuliwazalo sisi. Kwa hiyo utakuwa una nguvu ya kumfufua mtu zaidi sana your partner. Amen. Kwa sababu ndoa, Mungu hawaoni tena watu wawili. Hapana. Na nguvu zinazofufua mwanandoa mwingine kutoka kwa mwanandoa mwingine ni ile nguvu ya ufahamu wa upamoja. Amen. Kwamba huyu na mimi ni umoja. Na kwa sababu ya uhai wangu mimi, huyu pia nampa uhai. Mungu amenifunza hilo. Etiambia wanandoa kwamba jambo nzito sana. Ndoa ni zaidi ya kile wanachofikiria wao. Unaweza kurudilia hilo. Unaona hilo ni siri nzito hilo. Yaani unajua mimi na huyu si wawili tena. Tumekuwa mmoja. Na hizo nguvu za ufahamu za huo umoja. Tulisema kwamba watu wengi wanaomba macho ya kiroho. Macho ya kiroho. Mungu amenionyesha request about macho ya kiroho. Watu wengi wanaomba macho ya kiroho. Nikakwambia kwamba hawa wa Freemasons, hawa Masons na hivi vyama vya kigiza wanasoma Biblia kupata macho ya kiroho. Macho ya kiroho ni ufahamu wa maneno ya Mungu. Kwa hiyo Biblia inatuambia msikose kwenda kutanana, kwa sababu mnapokutana kule mnajengana. Ina maana ni kama watu mnaona katika roho. Nyie ni watu tena ambao sio kwamba muone, hapana. Ni watu ambao mnaona katika roho. Hallelujah.
Kwa hiyo ndoa ni kitu muhimu sana. Na ndoa, kupitia ndoa ni Mungu ataokoa ulimwengu. Au ni Mungu anaokoa ulimwengu kupitia ndoa. Kwa sababu mtu ambaye hajaoleweka, mtumishi ambaye hajaoa, na mtumishi ambaye ameoa, wapo tofauti sana. Nguvu za wawili katika umoja ni zaidi ya nguvu ya umoja katika umoja. Biblia imesema kwamba wawili wanapokutana nipo pamoja nao. Wawili wanapokutana, ina maana mwili wako na nafsi yako au roho yako inapokutana, Mungu yuko pamoja na wewe. Na yule mwanandoa wako, ule umoja ni umoja wa mwili na nafsi zenu zote. Ina maana inakuwa nafsi moja na mwili umoja. Kwa hiyo kuna nguvu ya ziada kuzidi nguvu ya mtu umoja. Kwa hiyo wale ambao hawajaoa, ningewashauri mimi waoe. Wale ambao hawajaolewa, ningewashauri kwamba waolewe. Lakini waolewe wakijua maana ya neno ndoa. Hiyo ambao tumetoka kusema, hatuwezi kurudi tena. Kwa hiyo nikasema kwamba 55% au 75% wanafikiri wapo katika ndoa, lakini hawapo katika ndoa. Kwa sababu kuna swali nyingine ambayo imekuja ikisema kwamba mfano watu wa Ulaya. Majority kweli watu wa Ulaya hamna mambo ya ndoa. Ulaya hakuna mambo ya ndoa. 85%. Okay. 85%. Ikoje sasa? Yani boyfriends and girlfriends mnakubaliana kwamba tuishi kwanza, kujuana kitabia, alafu mambo ya ndoa baadaye. Okay. Mnaishi pamoja. Mnaishi pamoja, mnazaa watoto. Wengine wapo labda kwenye contract, tunafanya kama contract, ndoa ya contract ya miaka 5, miaka 10. Na mwingine atakwambia zaidi sana wasichana, nakwambia mimi, marriage is not for me. I want to be independent. Yes, marriage is not for me. You love me, I love you. But marriage is not for me. We live like a boyfriend and girlfriend. Wengi wanakuambia hivyo. 70%. Ulaya kuna mambo mengi. Wanakuambia hivyo. Kwa hiyo mwingine akauliza kwamba je, boyfriend na girlfriend kulingana na Biblia wanaruhusika kuishi pamoja? Hiyo ni hapana katika Biblia. Girlfriend na boyfriend hawaruhusiki kuishi pamoja kulingana na Biblia pia na ufunuo ambao niliokuwa nao. Kwa hiyo labda mashauri tu, sio kusema kwamba muachane, hapana. Mtafute sasa nini maana ya ndoa, mjirekebishe. Msahishe sasa huo muungano wenu. Kitu cha kwanza, hata kama amepigana na wazazi, zaidi sana wazazi wa mwanamke ni watu ambao Mungu amewapa authority over yule mwanamke. Kwa hiyo Biblia inasema kilichofungwa duniani pia kinafungwa mbinguni. Kwa hiyo inataka kumaanisha kwa njia nyingine, na maanisha kwamba wazazi wako wakikubali wanawake kwa mwanamke, na Mungu pia, wazazi wako wakisema kwamba nimeowesha, Mungu pia anapiga ule muhuri, kweli ameowesha. Na mzazi akisema kwamba sijaowesha, Mungu pia naye anapiga muhuri, hajaowesha. Kwa hiyo unaweza ukafikiri kwamba hupo katika ndoa, kumbe haupo katika ndoa, na inazoofisha baraka za Mungu juu ya watoto wenu. Ona dunia inakoelekea. Dunia inaelekea sehemu mbaya sana. Tuwe tu wa kweli. Dunia inaendelea kuelekea katika sehemu mbaya. Tazama watu awali. Waliishi miaka 500, 600, 700, 900 kabisa. 900. Kama Mathusale, mtu wa kwanza kuishi miaka mingi. Hawa ni watu ambao wameishi miaka mingi sana, kwa sababu walizingatia sana maneno ya Mungu. Na usifikiri kwamba tunakufa kwa sababu ya miili yetu ni mizaifu. Hapana. Kinachotuzoofisha na kinachozoofisha mwili ni dhambi. Na hizo dhambi mara nyingi zinaanzia katika ndoa. Na kwa sasa kama Ulaya umechanganikiwa, ni kwa sababu ya uimara wa ndoa haupo. Njooni Afrika. Wale ambao labda in African communities ambao wameenda in western countries bado mko watoto, njooni Afrika.
mtakuta hawa watu ni maskini katika kiuchumi, lakini hawa watu ni watu wanaishi na furaha na wanaheshimu asilimia 85 wanaheshimu ndoa kuzidi in Western countries. In Western countries sasa hivi kuna divorces nyingi. Okay. Divorces nyingi hizo zinatokana na kutoheshimu mikataba ya Mungu ya ndoa. Kwa hiyo wanaishi, talaka ni nyingi sana Ulaya. Ulaya ni 85%. Asilimia 85. Hata hao wakimbizi wanaotoka huku wakitoka makambini wanaenda kule. Hivi wewe uliendaga Ulaya kwa njia ya ukimbizi? Hapana, sikwenda kwa ukimbizi. Okay. Mamangu ndo ametuita sisi kule. Okay. Alienda miaka iliyopita mingi sana. Okay. Basi akatuita mimi na kaka zangu watatu. Okay. Ndo tulienda. Hao watoka makambini, wanaotoka kambi za wakimbizi. Kambi za wakimbizi na hao wanaotoka Kishasa kwa njia ambayo inaitwa Ngunda. Bwaka Ngunda. Kuna njia inaitwa Bwaka Ngunda Kishasa. Yani ni njia ambayo unaenda Ulaya kwa haraka sana. Yani bado miaka miwili, sio miaka miwili, miezi miwili, mitatu, minne unaenda. Okay. Na nilipata pesa kabisa kwa kusaidia watu katika kazi hiyo. Okay. Yani unaenda kule kwa kusema kwamba utarudi. Au una mwaliko wa UNHCR, una mwaliko wa UNHCR itafanya ziara Australia, au umealikwa kule. Ukifika kule, mimi nakuchukulia nauli ya kwenda na kurudi, kwa sababu hiyo ndio mikataba ya kwanza ya serikali, inatakiwa uende na nauli ya kwenda na kurudi. Afu mimi naiwekea insurance, nitaiwekewa insurance kwamba unaweza kukaja tatizo urudishiwe pesa za kurudi. Okay. Yani akiwa amelipa $2,000 two ways return. Going back. Mimi nalipa insurance ya $100, baadaye wakiwa wameenda watu 10 nachukua ile $1,000 napata $10,000. Kwa hiyo kazi niliifanya. Biashara ya sana. It was against the government. It was not legal. It was illegal. But nimefanya hiyo kazi na imenisaidia hela katika uchumi. Kwa hiyo wale wengi wanaenda kule, wakienda 99% mme na mke wanaenda kule, baada ya miaka miwili wanaachana. Na nini kinachangia hawa watu ndoa zao kuharibika? Kwa sababu kule wanakuta haki sawa. Ina maana kule mtu wa kwanza samani sio mwanamke. Kitu cha kwanza samani, it's a puppy. For instance, a cat, a dog. Okay. They are favored more than you. Okay. Pili ni mtoto, sio mwanamke, pia ni mtoto. Mtoto hana haki kuzidi wazazi. Kama mtoto akiwa tu mzaifu shuleni, anaulizwa kuna tatizo gani nyumbani, anapewa hata pesa na vitu ambavyo vitamwelekeza aseme tatizo anazozipitia nyumbani, ili aseme na nyie baba na mama muingie katika matatizo. Mfano akisema anapewa pesa aongee matatizo, anapewa for instance lollies, yani anabembelezwa sana, anapewa kupa coffee, kwa sababu kule kuna canteen, kila shule ina restaurant. Kwa hiyo katika hizo restaurant wanaweza kumnunulia vitu vizuri ambavyo wanajua kwamba anapenda sana, ili apate kuongea ni nini kinachomsibu nyumbani. Atasema mamangu ananifokea kila mara. Ujue wewe mama huna bahati. Utahalikwa, utatumiwa mwaliko ili upate kuonywa, na ikitokea tena polisi watatumwa nyumbani. It called inaitwa violence, family violence. Yes. Vitu kama violence familiar, vitu kama hivyo, na mtapewa honyo na hadhari, hata fines zitakuwepo. Kwa hiyo na mtu watatu ni mwanamke. Mwanamke akisema, mkiwa mmepigana nyie wanandoa, mwanamke ana hasira, anasema kwamba sitaki kumuona hapa. Ujue kule neighbors majirani wakisikia kelele, mara moja wao wanashauriwa kuita polisi. Hamna mambo ya kuja eti waamue wawapatanishe kama Afrika inavyokuwa.
Ulaya ipo kitu tofauti, hawaruhusiwi kuwapatanisha, maana they are not counselors. Okay. Kwa hiyo wanaruhusiwa kufanya nini? Wanaruhusiwa kupatanisha watu. You have to be a counselor. Isunga watu, yani you have to be a counselor. You have to be a counselor. Yes. You have to be a counselor because you are, and a counselor. Anyway, I have a diploma in counseling. You have a diploma in counseling. Diploma in counseling. Yes, I have a diploma in counseling. So wewe unaweza ukaamue watu sasa. Hata una diploma but haujakuwa professional yako in terms like you are hiring. You are hired. Okay. You are hired. Ina maana umepewa kazi ya kufanya ile kazi, huwezi. Inatakiwa uwe hired in order for you to, even if you have the qualifications that requires you to do that. So you're a counselor. Yes. Kwa hiyo hivi vitu na wanne sasa ndo mwanaume. Wanne sasa ndo mwanaume. Ujue mwanamke akiamua kwamba leo mimi ananisumbua, leo mimi sitaki alale humu ndani, basi ujue hakika mbele ya Mungu huwezi kulala mle ndani. Polisi unatoka kabisa. Ni lazima tena ujinyenyekeze mbele ya yule mwanamke, labda kumpigia magoti ili akubali ulale mle ndani. Hata ikiwa kwamba ni nyumba wewe umechukua mortgage, watasema huyu ndo mama wa nyumba, yeye ndiye ana watoto na wewe wakubariki. Hata watoto waseme kwamba wakiwa chini ya umri wa miaka 16, hata waseme kwamba sisi tuenda na baba, na uruhusiki. Unaruhusika kubaki na mwanamke. Na ikiwa wataki mwanamke, hawakupi wewe mwanaume, serikali inawachukua inawapeleka kwenye child cares. Malezi ya watoto, malezi ya watoto ambao wamekataliwa labda na wazazi ambao hawaruhusiki kuishi na wazazi wao. Okay. Hiyo inakuwa. Kwa hiyo mambo kama haya, kutoheshimu kanuni za ndoa kulingana na maandiko, inazorotisha nchi za Ulaya. Inazirudisha nyuma sana katika maendeleo. Inazirudisha nyuma. Kwa hiyo Mungu alichopangilia ni kwamba mwongozi wa familia ni mwanaume. Na ndiyo inatakiwa iwe. Ikienda kinyume ya hiyo, ujue sio ndoa tena. Na mimi nitasema hivi kulingana na hiyo. Mtumishi wa Mungu ni mchungaji. Ameoa. Ameoa kwa sababu amejua maana ya ndoa kulingana na maneno ya Mungu. Amen. Sasa wewe mwanamke umeolewa, unajua ndoa, maana ya ndoa kulingana na neno la Mungu. Wewe mwanamke unajua. Lakini unaenda kinyume ya hiyo. Unamsumbua yule mtumishi wa Mungu, atakuomba anashindwa, atakuhudumu anashindwa. Unaenda nyumbani kwenu, unajidanganya. Kwa sababu gani unajidanganya? Kwa sababu yule ni mtu amefungwa na ndoa, na alifungwa na ndoa ya kanuni za neno ya Mungu, na wewe umetoka kanuni ya neno la Mungu. Yeye akufuate wewe, sio wewe umfuate yeye katika yale maneno ya Mungu. Ile haikuwa ndoa. Najua nitapigwa mawe mengi kuongea haya, lakini mnaweza kunijaji kwa kutokujua ndoa ni nini mbele ya Mungu. Wewe mwanamke, wewe ni Mkristo, unaomba. Unaolewaje na mtu ambaye haombi? Unaolewaje na mtu ambaye hajui maneno ya Mungu, eti kwamba nitamfunza maneno ya Mungu? Hapana. Wewe mwanamke ukiolewa na mvuta bangi, akikwambia usiende kanisani, ukienda tena kanisani umefanya dhambi. Kwa sababu mume wako amekataa. Na tatizo sio Mungu yeye, tatizo ni wewe. Wewe Mkristo ujuaye maneno ya Mungu, umejikutaje kukubali kuolewa na mvuta bangi, na mvutaji wa bangi, na mlevi wa pombe? Mimi mume wangu halikuwa hanywi pombe, ndo kwa sababu nimeolewa nao. Hiyo inaweza ikawe swali yako pia, lakini amekuja kuyaanza haya mambo ya usharati baada sasa ya sisi kuwa ndani. Kwa sababu ndoa inafungwa na neno la Mungu.
na yule mme wako au mke wako amejichanganya, amejitoa katika umungu, kitu cha kwanza ameacha ndoa ya kwanza ambayo ni yako wewe na yeye. Kitu cha pili, ameacha ndoa ya kwanza. Ndoa ya pili ndo wewe na mme wako. Ndoa ya kwanza ni yeye na Mungu. Ijapo mimi ni mwanaume, lakini pia ni mwanamke, nimeolewa mbele ya Mungu. Ndio. Na kinachonipa mimi certificate ya kusema kwamba nina ndoa ya Mungu ni kuishi kulingana na neno la Mungu. Kwa hiyo nikitoka katika neno la Mungu, ujue sio mke tena wa Mungu. That's true. Ujue sio mke tena wa Yesu. Hadi tena nirudi. Kwa hiyo na wengine wanawake, unasema kwamba mimi mume wangu ameniacha akaoa mwingine. Jichunguze, tabia yako ilikuwaje mbele ya yule aliyekuacha? Kwa sababu wengi mnaachwa, nyie ndo matatizo. Hamtaki kuishi kulingana na mpango wa Mungu wa ndoa. Hamtaki kujinyenyekeza mbele ya wame zenu, na wanaona kwamba huyu ni takataka kwa sababu anaenda kinyume ya mapenzi ya Mungu, na nimejaribu kumhubiria imeshindikana. Anaenda zake kule, anaoa mwingine. Kwa hiyo anayeamini ni nani? Ni mtu anayeishi maisha matakatifu. Asiyeamini ni nani? Ni yule asiyeamini katika utakatifu. Mpinga Kristo. Nikasema kwamba kwa hiyo kifupi ndo hivyo. Kuhusu maisha ya ndoa. Umeachwa. Je, sio wewe tatizo la kuachwa? Muhimu sana. Wewe mwanaume umeacha mke wako. Biblia inasema kwamba inatakiwa umpende mke wako kama nini? Kama Yesu anavyopenda kanisa. Na Yesu alipendaje kanisa? Aliacha kiti cha enzi, akaacha malaika, akaitwa slave, akatukanwa kwa sababu ya kufa, kwa sababu ya wewe mwanamke wake. Kabla hujaoa ulifanya nini ya kuonesha kwamba ulimpenda? That is it. Je, ulimfuata? Je, ulimuomba ukamsihi na ukamrudisha katika neno la Mungu? Ulifanya haya? Ikiwa hakufanya haya pia hujue hupo sahihi. Na isitoshe tena, ikiwa hakuna upendo, ndoa, upendo wa kwanza ni upendo wa Mungu, upendo wa pili ni upendo wetu sisi. Kwa hiyo na hakuwa upendo, wengi wanadanganyana tu wanaume, au una tamaa tu za mwili wako tu, na kupenda nitakuoa. Mara moja ya mimba unapewa yule mwanamke, si kusema kwamba umemuoa kwa kutaka kwako. Unapewa yule mwanamke kwa tamaa zako. Unajue Mungu ahesabu hiyo ni hapana. Kwanza ni tamaa zako. Tamaa zako tu. Na tamaa za mtu zinamwelekeza siku zote katika failure. Hiyo ndoa pia haiwezi kudumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu umefanya maamuzi kwa tamaa zako na si kwa neno la Mungu. Ndoa iliyo sahihi inaunganishwa na maneno ya Mungu. Na ukisema ufate upendo wako, hujue huna upendo usipoweka maneno ya Mungu. Upendo ni neno la Mungu. Wewe huna upendo usipozingatia maneno ya Mungu. But una feelings. Una feelings. Una hisia. Yule mwanamke, hapana. Hizo ni hisia. Lakini neno la Mungu ni utofauti na hisia. Je, hiyo ndoa yenu mmeingia ilikuwa kwa sababu ya neno la Mungu au hisia zenu? Ndoa nyingi ni hizo hisia. Kwa hiyo lakini bado muda hupo. Tengenezeni sasa. Rudini sasa katika neno la Mungu. Mke wangu, mme wangu, hapa tumekosea. Ndoa kumbe ni neno la Mungu. Kinachounganishwa na Mungu asiwe mtu wa kitenganisha. Sasa je, mmeunganishwa na neno la Mungu? Hilo ndo swali zito. Je, mmeunganishwa na neno la Mungu? Ujue sio ndoa msipounganishwa na neno la Mungu. Ni usharati. Na huu ni muda sasa wenyewe kujichunguza na kurudi katika kuunganishwa na neno la Mungu. Kwa hiyo ndo hilo ambalo tulitaka kuongelea kuhusu ndoa.
Nadhani mkiwa mmejifunza, asante sana, na kukiwa maswali mengine, mchungaji mkuu wetu yuko hapa nami pia ananiongoza katika mengi. Kwa hiyo kuna swali lingine. Kwanza asante kwa majibu haya mazuri sana. Kuna lingine nakumbuka, asijue kama una lingine unalikumbuka. Hapana, nipe kwanza. Mimi kuna lingine nakumbuka kuhusu kofia na nywele zako. Kofia na nywele. Kuna wengine wanasema mbona ana nywele, mbona anavaa kofia? Yes, hilo nimelikumbuka sasa hivi hapo wakati unajibu hili la ndoa. Unawaambiaje hawa watu? Ndio kwa sababu ile ambayo nimesema kwamba msiwe watu wa kujaji, wa mama wa maombi, nilikuwa nikiongelea kuhusu hayo masuala ya kofia. Ndio. Ujue kwamba the failure of Samson, kushindwa kwa Samson kulitoka wapi? Kulitoka baada ya yeye kutoa siri ya unadhiri wake. Ndio. Kwa hiyo siri ya unadhiri sio kitu cha kuongea hadharani. Ndio. Hapana. Na mkiona mtu labda hana minywele, hukumu matendo ya mtu. Ndio. Usihukumu nywele za mtu. Ndio. Na usilete hapa, tupo katika sehemu wawili watatu wanapokutana katika neno langu, katika utakatifu, niko pamoja nao. Na hapa ni mahali kweli patakatifu. Na hii nguo haiwezi kuwa takatifu hata siku moja. Nguo ya mtu, bali mwenendo wako unaweza kuifanya ile nguo ionekane takatifu. Ndio. Kwa sababu inatakiwa sasa nguo ifuate mwenendo wa ndani. Kwa hiyo ndo hivyo. Labda tu kifupi niseme kwamba siku ambaye mtabahatika kuwa na mimi katika congregation, katika kanisa ile tunaita kanisa, siwezi kuingia kanisani na kofia. Hapana, siwezi. Ni mfano unavyonisikia sasa hivi, labda umelala kitandani. Wengi wenu mnanisikia kwa simu. Si hivi mmelala vitandani. Je, nitakwambia sio vizuri kusikiliza neno la Mungu ukiwa umelala kitandani? Lakini kanisani hautalisikiliza umelala kitandani. Na wengine wenda wanasikiliza na wako uchi kitandani. Na labda upo uchi kitandani. Na labda unafua. Na labda unapika chakula. Je, kanisani unaweza kulisikiliza hivyo unapika? Hapana. Umelala? Hapana. Kwa hiyo hapo, lakini unazisikiliza ukiwa uchi, labda ukimbusu hata mpenzi wako, labda ukiwa unapika. Kwa hiyo nikija kanisani siwezi kuja na kofia. Hapana. Nikija kanisani, nikiwa na kuhubiri kanisani, nitatoa kofia. Na pia vile vile nikiletwa kwako nije ni kuambie 1 2 3 ya Mungu, nitakwambia nikiwa nimetoa kofia. Nikitumwa kwako. Na nikienda kanisani kama nilivyosema, huko sehemu ya makutani nitaenda nikiwa nimetoa kofia katika muda maalum. Lakini siri ya unadhiri kwamba useme kama wewe ni nadhiri, hapana, hiyo ni mimi na Mungu. Kwa hiyo ndio hivyo. Na niueni radhi kwa sababu ya kofia, lakini hisiwe chanzo cha wewe kutokusikia neno la Mungu. Kuna tofauti wa neno la Mungu na kofia ninayoivaa. Kwa hiyo usiangalie kofia. Mungu anaweza hakaje kwako kama msazi. Na unamfukuza, kumbe halikuwa ni Mungu. Wewe umemfukuza kwa sababu gani? Usazi. Na kilicho zaidi ya neno la Mungu ni nini? Ni hiyo neno la Mungu ambayo ni upendo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho ningekuomba kwangu, unipende. Ukinipenda utanishukulia nilivyo, na ukinichukulia nilivyo utafaidika kile ambacho kimo ndani yangu. Kwa hiyo tunaenda katika swali lingine. Swali lingine ilikuwa kuna watu wengine wanasema pastor niombee, au sijui kama umeona yale maswali pia. Kuomba yoyote ambaye anataka tuombe ni vizuri sana, lakini mnisaidie kutuma picha zenu kwa Pastor Langi. Mnisaidie kutuma picha, ana WhatsApp namba yake katika episode fulani ameiweka. Kwa hiyo chukueni zile namba, tumeni yote hitaji la aina yoyote. Kuna mwingine ambaye amesema nijibieni kuhusu hitaji langu la kuzaa mapacha. Okay. Yupo ambaye ametoa
anahitaji azae mapacha. Jamani. Watu wengine wanatafuta watoto, wengine wanasema Mungu basi mimi sitaki. Usinipe tena mapacha. Wengine bado wanawatafuta. Kama kuna yaani kama kunaweza kupala mimi ningempa huyu nimwambie Mungu ampe mapacha. Kuna driver anatembeza lori pale nyumbani. Atakaa pale kwa muda wa mwezi pale nyumbani. Pale nyumbani kwako pale. Okay. Amesema mchungaji tunaishi naye. Mimi nimeota ndoto ni mjamzito. Yes. Na ujauzito sijui miezi miwili. Mimi nimeota ndoto na hii ndoto imeisha nitokea mara 5 kwa wiki 2 hizi. Naogopa. Nimeota kwamba mimi nina mtoto wangu. Alafu napewa mtoto mwingine na kila ninapotaka kumwacha kuna kuja watu wananiambia mbona umeacha mtoto mwingine? Inaonekana kwamba ni mapacha na mimi sitaki mapacha. Nikamwambia mbona kuna mwingine huku amesema anataka mapacha. Wewe hawataki. Akasema hapana mimi sitaki. Ilikuwa rafiki yangu mmoja hapa jana amezaa mapacha mara 4. Kweli. Sasa hivi jana tu alikuwa ananiambia pastor, nimechoka na mapacha. Yaani sasa hivi ana watoto 10 na amegonga mapacha. Anasema pastor, hivi kuna uwezekano Mungu anisaidie? Jamani, mambo ya Mungu ni ajabu sana. Mambo ya Mungu ni hatari. Haya mambo tuyatafute katika roho na tuyafuate katika roho. Kuhusu yule anayehitaji